Mungu uliyeumba mbingu na nchi, watu hawa wako mbele zako ya Mfalme, ukawajaze neema yako asubuhi ya leo, ukawavike uzima. Kila aliye dhaifu Bwana, ukaachilie uzima ndani yake. Kila aliye mnyonge, ukamvike nguvu katika jina la Yesu Kristo. Damu yako inenayo mema kuliko ya Habili ikanene mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Kila mwenye uhai na aseme amen. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya tena kwa Bwana. Haleluya. Punga mkono namna hii. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya, amen. Nikualike sasa katika saa hii, saa ya neema ambayo Bwana Yesu ameileta kwako asubuhi ya leo. Mungu amekupa neema na kibali kuwepo nyumbani mwake, si kwa akili yako bali ni neema. Bwana Yesu apewe sifa na utukufu. Kanisa, haleluya, haleluya tena. Natamani nisikie wenye uhai wakipiga makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Biblia inasema wenye uhai wanne wakamsifu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wenye uhai wanne wakamsifu Mungu mchana na usiku. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hao wenye uhai wanaomsifu Mungu sio wengine, zaidi ni wewe uliyekombolewa na kununuliwa kwa damu ya thamani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Yuko Yesu Kristo aliyekupa neema. Siku ya leo anataka aseme nawe. Siku ya leo anataka ajifunue kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lile alilolikusudia siku ya leo Kristo Yesu anakwenda kulitenda na kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Yale aliyokusudia kuyafanya na kuyadhihirisha anakwenda kuyatenda siku ya leo. Leo amenipa somo linalosema rudi kwenye nafasi yako. Mama, rudi kwenye nafasi yako. Baba, rudi kwenye nafasi yako. Binti, rudi kwenye nafasi yako. Sasa utajiuliza nafasi ni nini? Nafasi yako ni ipi ambayo Kristo anakuhimiza ili wewe urudi? Nafasi aliyoiandaa ili wewe ukae, ili wewe umtukuze ukiwa kwenye hiyo nafasi. Nafasi hiyo ni ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye na daftari anaweza kuandika, akaandika nafasi ni nini? Hilo ni swali. Nafasi ni nini? Nafasi ni mahali ambapo Mungu amemweka mtu au mahali alipomweka mwanadamu. Mahali hapo panaitwa nafasi. Kuna mahali Mungu amepanda ili mwanadamu akae, ili mtu akae. Mahali hapo panaitwa nafasi. Ni nafasi ambayo Yesu Kristo ameiandaa. Ni nafasi ambayo Mungu mkuu ameiandaa. Angalia mahali alipokuandalia wewe ukae. Na Mungu anapokuja kuzungumza na mwanadamu huyo, ni lazima amkute kwenye ile nafasi. Akimkuta nje ya nafasi, Mungu hawezi kuzungumza naye. Wako Wakristo wengi ambao nafasi ya kuzungumza na Mungu wameikosa kwa sababu wako nje ya nafasi. Wako wachungaji ambao Mungu ameshindwa kuzungumza nao kwa sababu wako nje ya nafasi. Wako wahubiri Mungu ameshindwa kuzungumza nao kwa sababu wako nje ya nafasi. Yesu Kristo akajifunua na akasema wazi.
sura ya 14 na mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tuone Yesu Kristo akasema, naenda kuandalia mahali. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, lakini kama sio hivyo ningeliwaambia. Na kwenda kuandaa, na nikisha kamilisha nitarudi tena niwachukue, ili mimi nilipo nanyi mwepo nafasi. Soma Yohana sura ya 14 kifungu cha kwanza na cha 3. Imeandikwa. Ndiyo. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Niaminini na mimi. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo na mimi nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sio hivyo ningaliwaambia, maana ninaenda kuandalia mahali. Haleluya. Yesu kwa kinywa chake akasema, naenda kuliandalia kanisa mahali, ili mimi Yesu nilipo nao ninyi kanisa muwepo. Kwa nini alikuja kuandaa mahali? Kwa nini alikuja kutafuta mahali? Ni kwa sababu mahali tulipokuwa tumeumbwa na Mungu na tukawekwa, tulikuwa hatupo, ila akarudi kwa ajili ya kumrudisha tena mwanadamu mahali ambapo alikuwa ameandaliwa. Kama mahali alipoandaliwa mwanadamu akae, na Yesu Kristo yuko hapo na Mungu yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo aliye Mungu hai, Mungu wa kweli, ndiye aliyesema na kwenda kuandalia mahali. Akasema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anahimiza urudi kwenye nafasi yako. Anahimiza urudi kwenye nafasi yako mahali alipokuweka Mungu. Wengine wanasema nafasi yangu pengine labda ni uchungaji. Hapana. Nafasi ni mahali ulipoumbwa na Mungu na akakuweka, ili atakapokuja akukute mahali hapo. Mungu alituumba na akatuweka kwenye ulimwengu wa roho. Ndiyo nafasi ambayo mwanadamu Mungu anataka akija mkute kwenye hiyo nafasi yake. Lakini angalia ni wangapi walikwisha kuiacha hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuoneshe mpaka hapa tulipofikia ni kwa sababu ya nafasi. Watu waliacha nafasi yao. Haleluya. Walipoiacha nafasi yao, mahali ulipowekwa, wakatoka, baadaye wakaonekana ni vipofu, baadaye wakaonekana ni viziwi, baadaye wakaonekana ni mbwa wasioweza kubweka, kwa sababu ya nafasi waliiacha. Ni hatari unapoiacha nafasi. Unapoiacha nafasi unakutana na hatari nyingi, utaziona huko mbeleni. Lakini angalia, Yesu Kristo anasema nakwenda kuandalia mahali. Mahali si kwamba alikuwa anaenda kuiandaa mbinguni, alikuwa anakwenda kuiandaa pale Golgotha, pale Calvary, ili aturejeshe kwenye ulimwengu wa roho. Na pale ndipo tulipopokea ukombozi, na pale ndipo tulipopokea neema ya kuitwa wana tena, nafasi tuliyokuwa tumeipoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi uliyokuwa umeipoteza ya kuingia kwenye ulimwengu wa roho, Yesu Kristo akaja tena akakuchagua, akakurudisha kwenye ile nafasi mahali pale ulipokuwa umewekwa. Haleluya, haleluya. Angalia Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Yesu Kristo amesema wazi. Imeandikwa, si ninyi mlionichagua mimi. Si ninyi mlionichagua mimi. Bali ni mimi niliyewachagua. Bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Na matunda yenu yapate kukaa. Na matunda yenu yapate kukaa. Ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Ili kwamba lolote mliombalo kwa jina langu, mliombalo kwa jina langu, Baba awapeni.
Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote unachokiomba ukiwa kwenye nafasi, Mungu huwa anasikia. Mungu huwa hakujibu kwa sababu umefanya maombi. Mungu hakupi kwa sababu wewe umefanya maombi. Hakuna anayeweza kumshawishi Mungu ili amjibu, ila kwa sababu yeye Mungu alikwisha kutuchagua na akatuahidi kwamba tukiwa ndani yake, lolote tunaloliwaza, nasema kabla hujaomba nimekwisha kufanya nini? Nimekwisha kujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia ni nafasi ipi wewe umeikosa. Angalia ni kwa namna gani umeshindwa kuzaa matunda kwa sababu hauko kwenye nafasi. Ulipoiacha nafasi ukashindwa kuzaa matunda. Ulipozaa matunda yakawa matunda ya kupooza. Umeshindwa kuzalisha roho zinazokwenda mbinguni kwa sababu umetoka kwenye nafasi. Hauko kwenye nafasi mama, ndio maana umeshindwa kuzaa matunda. Kwenye nafasi Mungu alikokuweka ulitoka ukazaa mapooza. Mungu akamwambia Adamu, siku utakapokula matunda ndio siku utakayokufa. Siku alipokula matunda alitoka kwenye nafasi, akaondolewa kwenye nafasi. Leo hii unajifariji kwenye nafasi upo, lakini angalia kielelezo cha kwamba uko kwenye nafasi ni matunda unayozaa. Unazaa matunda gani? Yaani nafasi ulionayo kwenye ulimwengu wa roho inadhihirika kwenye matunda unayoyazaa. Matunda unayoyaleta kwa Bwana ni matunda gani? Hiyo ndio nafasi ulionayo wewe kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo kwa sababu kanisa lishapotoshwa, linajua watumishi ni watu wa Mungu, ni wahubiri, ni wachungaji tu. Hata wewe ni mtumishi, kwa maana Yesu Kristo agizo lake kuu, nendeni ulimwenguni mkawafanye wanafunzi mataifa kuwa wanafunzi wangu. Maana yake wewe una jukumu la wewe kumleta mtu kwa Kristo ili umlete kwenye nafasi aliyoipoteza. Lakini angalia, kwa sababu kwenye nafasi wewe ulishatoka, hauwezi kumleta mwenzako aione nafasi aliyoipoteza. Yesu akasema, nimewachagua ninyi, wala sio ninyi mlionichagua, lakini nimewaweka ili mzae matunda. Kumbe Yesu alipokuita akakufungua, amekuleta ili uzae matunda. Hajakuleta ili ukae, hajakuleta ili wewe uwe mtalii, amekuleta ili umzalie matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angalia, katika ulimwengu wa roho tunakutana na Mungu tukiwa kwenye nafasi. Tukiwa nje ya nafasi hatukutani na Mungu, badala yake tunakutana na miungu. Angalia wewe Mkristo, kwa nini maisha yako shetani anakuchezea, anakudanadana? Ni kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho uko nje ya nafasi ya Kristo alikokuweka. Amen. Ulioishikilia ni ile nafasi iliyoko nje ya ulimwengu wa roho wa Mungu aliye hai. Sasa angalia, ukiwa ndani ya nafasi ya ulimwengu wa roho unakutana na Mungu, na ndani ya kukutana na Mungu atakupa kutambua kusudi lako. Kusudi la wewe kuja duniani atakupatia. Wapo Wakristo wengi wamo makanisani, lakini hawajui kusudi lao duniani ni lipi. Yeye anajua kusudi lake ni kuingia kanisani na kutoka na kutoa sadaka. Nataka nikwambie hivi, utatoa sadaka lakini na jehanamu utakwenda usipotimiza kusudi la Mungu. Kwa hiyo namba moja, ukiwa ndani ya nafasi utakutana na kusudi la Mungu na utalitambua. Namba mbili, utatambua majira ya kusudi la Mungu. Lile kusudi ambalo Mungu amekuitia utalitambua na utalitimiza kwa wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini namba tatu, kutimiza kusudi la Mungu ndani ya wakati. Kuna wengine wamekaa mahali ambapo Mungu hajawapeleka. Angalia, Mungu akamwita Yeremia na akamwambia, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa, nikakuweka uwe nabii wa mataifa. Lakini akampa kazi. Kuwa nabii wa mataifa haikutosha, akampa kazi ndani ya unabii huo. Akamwambia, kazi yako ni kung'oa, kuharibu na kusambaratisha na kubomoa, ili kujenga na kupanda. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Angalia kusudi la Mungu ukiwa ndani ya nafasi. Je, unajua kusudi lako? Ulipotoka nje ya nafasi, ulipotoka mahali ulipotengenezewa na Mungu, shetani akakunyang'anya kusudi la Mungu. Sasa unayafanya makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Angalia nafsi yako imeshindwa kutulia kwa sababu ulishanyang'anywa kusudi. Haleluya. Nafsi yako haiwezi kutulia mbele za Mungu na ukamsikia Mungu kwa sababu ulishanyang'anywa kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ndilo linalofanya moyo wako utulie mbele za Mungu. Unapotambua majira ya Mungu, unapotambua kusudi, Mungu anakupa kulitimiza kwa wakati kusudi la Mungu. Sasa soma Yeremia sura ya 1 mstari wa 1, utasoma na mstari wa 5. Uangalie Mungu anataka nini kwako. Yeremia sura ya 1 kifungu kile cha 1 na kifungu cha 5. Imeandikwa, ndiyo, maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anathothi katika nchi ya Benjamini. Mstari wa 5, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. ndiyo, Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. ndiyo. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Amen. Amen. Mungu akamwambia kabla sijakuumba nalikujua. Yaani Yeremia hajaumbwa, Mungu akawa anamjua. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia kabla hajaumbwa, Mungu akamtambua na akasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa, lakini unayo kazi moja ya kufanya. Kazi hiyo ni lazima uhakikishe utawala wa giza uliofunga watu wangu uondoke. Sasa angalia, usipokuwa kwenye nafasi nini kinatokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuweka mahali anataka akija akukute mahali pale. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo akupe kuitambua nafasi yako. Yesu Kristo akupe kuitambua nafasi yako, akupe kurudi tena kwenye nafasi uliyoipoteza. Nafasi umeipoteza kwenye ulimwengu wa roho. Rudi mama, rudi baba, usijifariji. Hakuna uwezaye kuyatimiza mapenzi ya Mungu kama yuko nje ya nafasi. Haleluya. Ukiwa kwenye nafasi ndipo utakapojua kusudi la Mungu na kuyafanya mapenzi yake ndani ya kusudi hilo la Mungu. Lakini ukiwa nje ya kusudi la Mungu, ukiwa nje ya nafasi, mapenzi ya Mungu hutayajua. Haleluya, haleluya. Wakolosai sura ya 1 kifungu kile cha 13, Biblia inatuonesha tulikuwa wapi na Mungu alifanya nini ili apate kuturejesha tena kwenye nafasi. Wakolosai sura ile ya 1 kifungu kile cha 13. Imeandikwa, ndiyo, naye alituokoa katika nguvu za giza. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ulikuwa kwenye giza, ulipotoka kwenye nafasi alikokuweka Mungu, ukapoteza ile neema ya nuru. Walio nje ya nafasi walipoteza neema ya nuru, wakaingia kumilikiwa na giza. Lakini Yesu Kristo alipokuja akaitafuta ile nafasi uliyoipoteza, akurudishe tena, akurudishe kwenye nuru. Na ndio maana unaona kazi yake ni moja. Biblia inasema alidhihirishwa ili aziharibu kazi za ibilisi aliyekuwa amekumiliki. Haleluya, haleluya.
wako waliomilikiwa na miungu ya mababu zao, wako waliomilikiwa na mapepo, wako waliomilikiwa na majini, wako waliomilikiwa na mizimu. Kila kilala ni kuota miungu inamkimbiza, kila kilala yeye ni kuota anakimbizwa na watu wenye mikuki, mara wanyama. Ni kwa sababu yuko nje ya nafasi. Haleluya! Sijui kama kuna mtu anaelewa kila ambacho Mungu anazungumza naye, kwa sababu kuna watu ambao walifanya patano na kuzimu wakaagana na mauti. Haleluya, haleluya, haleluya! Naisikia operation ndani yangu inaunguruma. Kwa hiyo sasa kama mkawa kupokea, Yesu Kristo anataka kuhudumia. Lakini nataka niseme hivi, Biblia inasema majira ukiwa ndani ya nafasi, Biblia inasema kwamba ndipo utakapotambua kwamba huu ni wakati wa kuamuka kutoka usingizini. Umemilikiwa na usingizi wa kipepo, umemilikiwa na usingizi wa miungu ya kwenu, kwenye ukoo huko walikumiliki, lakini Yesu akatangaza, ninakwenda kuandaa hiyo nafasi uliyoipoteza, ili mahali mimi nilipo kwenye nuru na wewe utoke gizani uje kwenye hiyo nuru. Haleluya, haleluya! Yesu anataka urudi kwenye nuru tena. Toka gizani. Biblia inasema nenda kauze ulivyo navyo, kisha umfuate Kristo kwenye nuru. Haleluya! Kuna watu wameendelea kung'ang'ania tabia zile za asili, zimewamiliki. Sasa kwenye nafasi hawezi kuingia. Kila kijaribu kuingia anatupwa nje, kila kijaribu kuingia anatupwa nje. Ngoja nikwambie mwanadamu, hakuna chochote unachoweza kumshawishi Mungu akupe nafasi ya kuingia mahali alipokuwa amekutengenezea ukaondoka kwa kuasi amri yake. Ni lazima ukubali kutubu na kugeuka, umgeukie Kristo, yeye aliye ukombozi wako, ndipo atakapokurudisha kwenye nafasi tena. Waliotubu na kuacha dhambi zao, wao walipata neema ya kupata rehema, wakarudishwa kwenye nafasi. Sasa nakupa wito, ni saa yako ya kutoka usingizini. Toka usingizini. Haleluya! Toka usingizini, maana Bwana anakuhitaji. Ni majira ya kuamuka usingizini. Warumi sura ya 13 kifungu cha 11 anasema, tukijua ya kwamba saa ya kuamuka kutoka usingizini imewadia. Amuka kwenye usingizi wa kidini, amuka kutoka kwenye usingizi wa udhehebu, amuka kutoka kwenye usingizi wa giza. Yesu Kristo kuangaze ili uweze kupokea hiyo neema ya kuingia kwenye utukufu wake. Na utakapotoka kwenye usingizi wako wa kiroho, ndipo utakapoyajua mambo haya matatu. Angalia, wengine walinaswa na usingizi, wengine walinaswa na usingizi wa ulevi, wengine usingizi wa pombe, wengine usingizi wa uongo, wengine usingizi wa umbea, wengine usingizi wa uchawi, wengine usingizi wa ushirikina, wengine usingizi wa uzinzi, wengine usingizi wa uasherati, wengine usingizi wa ukahaba. Haleluya! Ndivyo Mungu anavyotaka uamke usingizini. Soma Warumi 13:11. Soma. Ndiyo. Naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka kutoka usingizini imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu ukaribu nasi kuliko tulivyoanza kuamini. Haleluya! Ni saa ya kuamka kutoka kwenye usingizi. Kristo analitaka kanisa lake lirudi kwenye nafasi, lakini angalia, kwa sababu wahubiri, wainjilisti, wachungaji, mitume na manabii wametoka kwenye nafasi, wameiacha nafasi yao ya ulimwengu wa roho. Angalia nini kimelikuta kanisa. Kanisa badala ya kuvaa sura ya Kristo, wamevaa sura ya dini na udhehebu, wamevaa sura ya asili, wamemwacha yeye aliye sura kamilifu ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo hatuna kanisa takatifu ambalo Kristo anaweza kuja kulinyakua.
Sasa ni saa ya kuamini, ni saa ya kuamuka, ni saa ya kutoka usingizini. Maana Biblia inasema kwamba utakapokuwa ndani ya nafasi na ukatoka usingizini, Kristo anasema kwamba ndipo sasa utakapoyajua haya. Jambo la kwanza, utaujua wokovu wa kweli. Wokovu wa kweli hatuujui kwa sababu ya kwamba tuko kwenye dini, ya kwamba tuko kwenye dhehebu, ya kwamba mimi nasimamiwa na mchungaji fulani. Hapana, tunaujua wokovu wa kweli baada ya kukaa kwenye nafasi. Yaani tunapokaa kwenye ulimwengu wa roho ndipo tunapotambua nafasi yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nafasi yako ndiyo beba wokovu halisi, yaani imebeba maisha halisi ya Yesu Kristo. Wokovu ni maisha ya Yesu Kristo. Maana wokovu umepatikana kwa Yesu Kristo, haukupatikana nje ya Yesu Kristo. Kwa hiyo katika kuyaishi maisha ya wokovu ndipo tunapokutana na wokovu wa kweli. Tunapoishi maisha ya Yesu Kristo, tumeuishi wokovu wa kweli. Lakini ujue wakati huo unakuwa umeshatoka kwenye usingizi wa kiroho. Usingizi wa kiroho. Usingizi wa kiroho ni kaburi. Haleluya. Usingizi wa kiroho ni kaburi. Watu wanatembea wakiwa ni mifupa mikavu. Ndani yao asili ya mbinguni walishaipoteza. Maana mahali tulipoumbwa na tukawekwa ni kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna mahali pengine ambapo Mungu alituumba. Akamwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua. Kwa nini alimjua? Alimjua kwa sababu alikuwa pamoja naye kwenye ulimwengu wa roho. Maana anasema kwamba alituumba katika yeye. Kwa ndani yake Mungu akatuumba. Ndio maana anatuita miungu wadogo. Mwenye nguvu ya Mungu, mwenye neno la kweli aliyeko ndani ya nafasi, ana uwezo wa kutamka neno na likawa. Nguvu ya uumbaji hii inaitwa. Lakini namba 2, ataijua imani ya kweli akiwa ametoka kwenye usingizi wa kiroho. Aliyeko ndani ya usingizi wa kiroho, imani ya kweli hana. Galatia 3 mstari wa 23. Uangalie imani wewe ulionayo ni imani ya sheria. Ndio maana umeng'ang'ana na sheria, lakini nakwambia kwamba aliye na sheria upendo hana. Aliye na sheria imani hana. Wagalatia 3:23. Imeandikwa. Ndiyo. Lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria. Tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Amen. Kwa kuna watu wamefungwa kwa sababu ndani yao bado wana usingizi wa kiroho. Imani ya kweli hawana, wana imani za kidini na za madhehebu. Ndio maana unaona leo tunanyoshana vidole. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya imani zilizo namna mbalimbali. Kwa sababu Kristo yeye ni yule ni yule mmoja, hafananishwi, halinganishwi, hapungui, ni yule. Sasa kwa nini leo tunataja imani ya fulani, imani ya fulani, imani ya fulani? Ni kwa nini? Ni kwa sababu tayari tuna usingizi wa kiroho, lakini tayari tuko kwenye sheria. Walio nje ya sheria wako kwenye pendo, na walioko ndani ya pendo wako kwenye imani ya kweli. Na imani ya kweli Biblia inasema ndio njia, ndio kweli, ambao ni Yesu Kristo mwenyewe aliye imani halisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Yesu Kristo aliye imani halisi ndiye anayetuhimiza kutoka kwenye usingizi. Ndiye anayetaka tutambue imani ya kweli na wokovu wa kweli. Lakini ndiye anayetuhimiza kuhakikisha kwamba tumetoka kwenye giza turudi kwenye nuru, ili turudi kwenye nafasi mahali alipotuweka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia namba 3. Anasema ukiwa umetoka kwenye usingizi wa kiroho,
ndipo utakapoingia kwenye ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu una mambo haya matatu. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu na mambo haya matatu. Ufalme wa Mungu, unapoingia unakutana na haki ya kuitwa mwana. Haleluya. Unapata neema ya kuitwa mwana. Angalia kitabu kile cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17. Biblia inatueleza nini juu ya habari ya kurudi kwenye ufalme wa Mungu? Unapokuwa kwenye ufalme wa Mungu unapata kitu gani? Amen. Wengine wanasema, ndio maana unaona tunadanganyana kwamba mbinguni tunaenda kula na kunywa. Kudanganya nani? Mungu ni roho, na amehimiza yeye ni roho, wala hana umbo wala mwili. Hasa kama yeye ni roho, haleluya, kama yeye ni roho, Bwana Yesu apewe sifa. Kama yeye ni roho, tunawezaje kudanganyana kwamba mbinguni tunaenda kula na kunywa? Amen. Yeye haonekani kwa macho ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakaenda mbali zaidi, kuna juisi baridi na matunda tutayakuta. Haleluya. Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa. Warumi 14 mstari wa 17. Unapata neema ya kuitwa mwana unapoingia kwenye ufalme wa Mungu, maana kuna haki. Soma. Imeandikwa. Ndiyo. Maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki na amani. Bali ni haki na amani. Na furaha katika Roho Mtakatifu. Na furaha katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotoka kwenye usingizi wa kiroho, neema unayoipata ya kwanza wewe ni kutambua wokovu wa kweli ni upi. Wokovu wa kweli maana yake unatengenezwa kuwa Mkristo mwenda mbinguni, sio Mkristo mwenye jina lililokufa. Biblia inasema hivi kwamba watakaoweza kuingia ni wale tu walioandikwa kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe, Waswahili wanasema puyanga tu. Wewe duniani uingie kanisani na kutoka. Yaani uwe muumini na mshirika, alafu utegemee kurudi kule mbinguni ulikotoka. Utaingia, badala yake utatupwa. Kwa sababu gani? Mungu amekuweka uzae nini? Matunda. Toka usingizini, tambua wajibu wako kama mwana wa ufalme. Mungu amekuweka duniani ili ufanye nini? Na kwa nini Mungu amekutunza? Amekutunza ili ufanye nini? Kwa nini bado amekupa nafasi tena? Kila nafasi unayoiona mbele za Mungu, kila kukicha ukaiona tabasamu ya siku mpya, kwako hiyo ni siku kuu. Muulize Mungu, leo unataka nifanye nini? Amuka, muulize Mungu, nafasi hii ulionipa tena, unataka nifanye nini? Nikiwa kwenye nafasi, Baba yangu, unataka nifanye nini? Mungu atakuonesha makusudi yake katika siku hiyo. Kila siku imebeba kusudi la Mungu kwako. Kuna jambo Mungu amelikusudia ili wewe ulitimize katika siku hiyo. Ni hatari kuwa nje ya nafasi, kwa sababu hutajua Mungu anataka nini kwako. Angalia walio ndani ya usingizi wa kiroho, walichokipata au walichokipoteza, hawana haki. Yohana sura ya 1 kifungu cha 13. Wamekosa haki ya kuitwa wana, lakini ndani ya maisha yao ya kuokoka kwao hawana furaha. Katika maisha yao ya kuokoka kwao hawana amani ya kweli, kwa sababu wako nje ya nafasi, wako nje ya mahali alikowatengenezea Mungu ili wao waishi. Soma kitabu cha Yohana sura ya 1 kifungu kile cha 13. Imeandikwa, anzia mstari wa 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana, watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ndio wale waliaminio tu,
waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu ndiyo, bali kwa Mungu. Amina. Hao ndio ambao sasa wamepewa haki ya kuitwa wana. Huyo mtu ambaye neema ameipoteza ya kuingia mahali alipotengenezewa na Mungu, yani ulimwengu wa roho, wokovu wa kweli haujui, lakini hana sifa tena ya kuwa mwana. Maana mwana ana sura ya Mungu. Mwana ana vinasaba katika ufalme wa Mungu, vinasaba vya Mungu. Kama kinasaba cha Mungu hauna, wewe si mwana wa ufalme. Mahali ulipotengenezewa na Mungu ukae ni kwenye ulimwengu wa roho, lakini angalia maisha unayoyaishi yanakushuhudia kwamba kwenye ulimwengu wa roho wewe hauko. Wale wao kwenye ulimwengu wa roho wana tamaa. Haleluya. Wale wao katika ulimwengu wa roho wanaongozwa na roho. Wale wao katika ulimwengu wa roho wako pamoja na Kristo, Ufunuo 14 mstari wa kwanza. Wale wao katika ulimwengu wa roho wameuvua mwili, wamemvaa roho, Galatia 5 mstari wa 16. Haleluya. Lakini angalia wewe jinsi ambavyo dunia inakukimbiza. Umeshindwa watu kuwaleta kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu wewe hauko kwenye ufalme. Kwenye ulimwengu wa roho ulishatoka. Umebaki kuwa na Mkristo jina. Yaani una jina lililo hai lakini ulishakufa kwenye ulimwengu wa roho. Wanakutambua kama marehemu mpaka utakapokubali tena kurejea neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo angalia wokovu ulionao. Angalia maisha ya kuokoka ulionayo. Je, unayo haki? Je, unayo amani? Amani sio hii. Yesu akasema amani nayo niwapayo si kama ya dunia hii. Lakini je, unayo furaha? Kama hivi vitu vitatu hauna, maana yake kwenye ufalme wa Mungu haujawahi kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Uko nje ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Mungu akusaidie sana ili upate kufurahia wokovu. Daudi akasema unirudishie furaha ya wokovu. Kwa hiyo ukiwa ndani ya wokovu kuna furaha. Amen. Ukiwa ndani ya wokovu kuna furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu ngoja nikuoneshe mtu aliyeko ndani ya nafasi, aliyeko kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Nataka watofautishe watu hawa. Yesu ameonya kwa kinywa cha nabii Isaya, ufungapo mtu asitambue. Amen. Hata Yesu mwenyewe amezungumza, ufungapo mtu asifanye nini? Ukiwa kwenye ulimwengu wa roho au kwenye nafasi au mahali ulipotengenezewa na Mungu kae. Mahali alipo Mungu. Hata kama ungefunga wiki nzima siku 7, utatoka umeng'aa, hutakunjamana uso. Ukiona unakunjamana uso, maana yako unalazimisha kuingia kwenye ulimwengu wa roho ambako wewe haupo. Haleluya. Haleluya. Kwenye ulimwengu wa roho ni sawa na kumchukua samaki ukamwingiza kwenye maji. Anaogelea tu, anajua anapiga mbizi anaingia wapi. Lakini ukiona unaingia kwenye ulimwengu wa roho halafu katoka umekunjamana, uliingia kwa bahati mbaya, palikuwa sio mahala pako. Na hata ukiingia utatoka kwa sababu hutaweza kudumu. Wanaoingia kule wanaitwa wana, na ndio wale waliaminio jina lake, yani neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Angalia nafasi inakupa nini? Nafasi inafanya nini kwako? Unapokuwa ndani ya nafasi inafanya nini? Namba 1, inafanya Mungu aseme na wewe. Ukiwa nje ya nafasi Mungu hawezi kusema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Adamu bado akiwa Edeni, Mungu alikuwa anamtembelea kila jioni, alikuwa anatembea kuzungumza naye. Lakini Adamu alipoondoka mahali alipotengenezewa na Mungu, Biblia haituoneshi Adamu akisema tena na Mungu.
Mungu akimtembelea kuzungumza naye. Uangalie hiyo hatari. Wewe mara ngapi kwa mara ya mwisho, hata kwa ndoto tu, Mungu amesema na wewe mara ngapi? Kwa mara ya mwisho kumsikia Mungu akizungumza ni lini? Hapo ndio ujue kwamba ulishapinduka muda mrefu, ulishakufa. Unatakiwa kutafuta nafasi tena ya kurudi kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa kwenye nafasi, yani mahali ulipotengenezewa na Mungu, nataka nikwambie kwamba mahali hapo utaona vitu vya rohoni. Utaviona vitu vya rohoni. Lakini jambo lingine, unapokuwa nje ya nafasi yako, hautaweza kukutana wala kuisikia sauti ya Mungu akizungumza na wewe. Kwa maana Mungu anapokuja kwako, haji kukutazama wewe, anakuja kuitazama nafasi. Anakuja kukutazama mahali alipokuweka. Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Mungu alikuwa anajua kwamba Adamu kashatenda dhambi na kashajificha, lakini alimuuliza, mbona umeiacha nafasi yako? Mbona umeiacha nafasi yako? Bwana Yesu asifiwe. Nafasi umeiacha. Lakini angalia, je, unapoikosa nafasi ni madhara yapi unayoweza kuyapata? Madhara unayoweza kuyapata ukiwa nje ya nafasi. Namba moja, utapoteza kibali. Kibali cha Mungu kitaondoka kwako. Utashangaa kile unachokifanya hakikubariki mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Biblia inasema, nami nitakufanya kuwa chukizo na kuchukiwa na watu wote. Lakini namba mbili, utapoteza heshima. Kwa maana yeye anasema heshima na utajiri udumuo vyote viko kwake. Amen. Hasa kama viko kwake, maana yake ukitoka kwenye ulimwengu wa roho, madhara unayoyapata moja wapo na heshima hiyo unaipoteza. Lakini namba tatu, utapoteza kumiliki. Hutaweza kumiliki tena. Ukitaka kumiliki, kwa sababu ulishafarakana na Mungu, ukaondoka mahali alipokuwa amekuweka, ni lazima urudi tena kwa yule aliyesema kwamba humpa yeyote ni mtakaye naye nisujudie. Wewe ukamsujudie Bwana wa dunia hii, akupe kumiliki tena. Akamwambia, ukinisujudia hii miliki yote ya ulimwengu nitakupa. Umepoteza kumiliki mbele za Mungu, shetani atakupa ukimsujudia. Namba 4, utapoteza kutawala. Kwenye ulimwengu wa roho utapoteza kutawala, kwa sababu uko nje ya nafasi. Namba 5, utapoteza kiti. Kiti ndicho kilichobeba nafasi yako. Yaani kiti kimebeba kusudi lililonalo ndani yako, alichokutuma Mungu duniani kukifanya. Na kila mmoja alichotumwa duniani kimefungwa kwa majira. Ndio maana majira yakifika, huwa kuna kile kifo tunakiita kifo cha kimwili. Ndio unatoweka kabisa, roho inatengana na mwili, tunakuaga, tunakupeleka makaburini. Maana yake majira yamefika mwisho. Kazi iliyotumwa duniani muda wake umeisha. Kwa kila mtu, kiti kimebeba kusudi, kimebeba kusudi lilotumwa duniani. Namba 6, unapoteza ushirika na Mungu ukiwa nje ya ulimwengu wa roho. Hakuna sauti utakayomsikia Mungu akizungumza. Lakini namba 7, utaipoteza furaha ya kweli. Utakuwa na furaha tu ya kitambo,
Yule mwimbaji akasemaje? Ole wangu nikifurahi siku moja, siku sita atalia mpaka wiki ishe. Sasa sibora usifurahi hata hiyo siku moja ili usilie. Yaani endelea kupitia magumu. Sasa kuna raha gani ya wokovu? Yaani utaipata raha gani katika wokovu ikiwa unafurahi siku moja na Yesu ametangaza furaha ya milele iwe juu yako? Amen. Furaha ya milele iwe juu yako. Kuna faida gani ya kuokoka kama unafurahi siku moja alafu unalia siku sita mpaka wiki inaisha? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa nje ya ulimwengu wa roho, vitu hivi 7 utavipoteza vyote, na hivi vyote ni haki ya mwana anapokuwa ndani ya ulimwengu wa roho, yani kwenye nafasi au mahali alipotengenezewa na Mungu akae. Ngoja nikuoneshe sasa, ili kusudi hata wewe uanze kuangalia nafasi bado unayo au ulishapoteza. Kwa sababu angalia, kuna waliopoteza nafasi wakatoka mahali walipokuwa wameandaliwa na Mungu, wakatoka mahali walipokuwa wamewekwa na Mungu katika maisha yao ya kiroho, wakapoteza kutawala, wakapoteza kumiliki, wakapoteza heshima, wakapoteza kibali. Angalia, tunaanza kumwangalia mtu huyu aliyepoteza nafasi. Wakati Sauli anaidhalau nafasi, Mungu alikuwa anamwandaa Daudi kwa ajili ya kuichukua nafasi yake. Sauli aidhalau nafasi aliyopewa na Mungu kwa kutokutii maagizo ya Mungu, akawasikiliza wanadamu, akawatii wanadamu, akataka kuwafurahisha wanadamu. Na ndivyo leo ulivyoipoteza nafasi yako kwa kuwafurahisha wanadamu. Unamfurahisha mchungaji wako, mchungaji hana mbingu ya kukupeleka. Mchungaji hajakufia msalabani. Usifanye jambo kwa kuwafurahisha wanadamu, utapoteza nafasi yako na utaikosa mbingu. Angalia Sauli alipowatii wanadamu, kelele za wanadamu zikamkabiri sana, akawatii wanadamu, akamwasi Mungu. Mungu akamnyang'anya nafasi, akampa Daudi. Samueli wa kwanza sura ya 15 24 hadi 29. Soma Samueli wa kwanza sura ile ya 15 kifungu kile cha 24 hadi 29. Soma. Ndiyo. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeharifu amri ya Bwana, pia na maneno yako, kwa sababu naliogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Tulia kidogo, angalia. Sauli akaipoteza nafasi kwa sababu aliwatii wanadamu, akatii watu. Samueli alimwambia Sauli, angalia, usifanye jambo lolote mpaka mimi nitokee. Mungu akamwambia Sauli, nenda ukaue kuanzia mtoto mdogo anyonyaye mpaka mkubwa, angamiza, sibaki hata mmoja. Lakini Sauli aliposikia sauti za wanadamu akazitii. Angalia ulipopoteza nafasi ya Mungu, ulipopoteza nafasi yako katika ulimwengu wa roho, ni baada ya kuwatii wanadamu ambao hawana mbingu ya kukupeleka. Uliwabeba wanadamu badala ya kumbeba Kristo Yesu. Ulibeba vinyongo badala ya kumbeba Yesu Kristo, ukapoteza nafasi kwenye ulimwengu wa roho. Mungu amekuagiza uza vyote kisha unifuate, lakini umemfuata na miungu yako. Unategemea utamwona saa ngapi? Hakuna mbingu ya namna hiyo, hauwezi kumwona Mungu. Mungu alimwambia Sauli, nenda kaangamize wote, Waamaleki wote, usibakize hata mmoja. Yeye akawatii wanadamu, akaipoteza nafasi. Wakati yeye anaiandaa kuipoteza nafasi, Mungu anamwandaa wa kuishika nafasi. Angalia, hata kwako kuna watu wanaoandaliwa kuishika nafasi yako uliyoipoteza kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Wengine ni wazaliwa wa kwanza, mlishapoteza haki ya kuitwa mzaliwa wa kwanza. Kuna aliyeishika, kuna naye ikabiri nafasi yako kama Yakobo. Sawa, kaipoteza Yakobo, kaimiliki.
Hebu usipoteze nafasi yako, ishikilie vizuri. Kwenye ulimwengu wa roho nafasi ukiipoteza, nataka nikwambie kwamba utakuja kumilikiwa. Haleluya, haleluya. Watu usipoitika amen, miti itaitika huko, kwa sababu inajua imeshikilia nafasi kwenye ulimwengu wa roho. Wanatoa hewa ya oksijeni. Haleluya, haleluya. Sauli kaipoteza nafasi. Je, wewe unayo nafasi? Amen. Afu angalia, kwani Mungu alimuua Sauli? Nakuuliza, Mungu alimuua Sauli? Sasa Sauli anaendelea kutawala mpaka alipokufa vitani. Yaani Mungu kashamnyang'anya kiti, kamnyang'anya mamlaka, kamnyang'anya heshima, kamnyang'anya kutawala, lakini bado aliendelea kuwa mfalme mpaka alipokwenda vitani kafia huko. Angalia na wewe, unaendelea tena, unafunga na kuomba, unakesha, unaomba, sadaka unatoa, lakini angalia nafasi yako. Kuna wanao itazama, Mungu ameshawaandaa kuimiliki nafasi yako. Mstari ule wa 25 nasemaje? Basi sasa nakuomba, unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami, nipate kumwabudu Bwana. Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe, kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe, usiwe mfalme wa Israeli. Angalia, ulipowapendezesha na kuwafurahisha wanadamu, Mungu alikukataa wewe usiwe mfalme. Kuna wanaokataliwa kuwa watawala kwenye familia zao kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho walishatoka. Haleluya. Biblia inasemaje? Utajenga nyumba hutakaa. Ulishapoteza nafasi. Utajenga nyumba na hautafanya nini? Hautakaa. Utaposa mke halafu anaoa wengine. Hatari ya kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Kilicho haki yako unanyang'anywa. Samueli akamwambia Sauli, siwezi kwenda na wewe ili nimwabudu Mungu kwa sababu wewe umelikataa neno la Bwana. Mara ngapi Mungu amekuhimiza rudi kwenye nafasi yako, lakini umekataa? Mara ngapi amesema nawe kwa ndoto, amesema nawe kwa maono, amesema nawe kwa sauti, amesema nawe kwa neno, lakini bado umekataa. Sasa angalia, saa ya Mungu imekwisha kufika ambako utalia, naomba unifungulie. Atakwambia hata unakotoka sikujui, sikuwahi kufanya kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshatoka kwenye nafasi, Mungu naye anasema sikujui hata unakotoka. Angalia anasemaje? Naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake, nalo likalaluka. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekulalulia ufalme wako, naye amempa jirani yako. Umesikia? Aliye mwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu za Israeli hata nena uongo wala hataona majuto, maana siye mwanadamu hata ajute. Amina. Haleluya, haleluya. Sauli alipojitahidi walau atafute neema kwenye vazi la Samueli, vazi likararuka, ujumbe ukatoka, Bwana leo amerarua ufalme wako. Lakini aliendelea kutawala. Leo ni wangapi wafalme? Ni watu gani leo? Leo wafalme ni wachungaji. Walishararuliwa kwenye ulimwengu wa roho, nafasi walishaipoteza. Wanatengeneza washirika badala ya kutengeneza wana wa ufalme. Wanatengeneza watu wa kwenda jehanamu badala ya kutengeneza watu wa kwenda mbinguni, kwa sababu ya kularuliwa ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Biblia inasema dhabihu, utii ni bora kuliko dhabihu. Hakuna chochote uwezacho kukifanya mbele za Mungu kikampendeza zaidi ya utii. Ukitii chochote atakachokuelekeza Mungu, yaani hiyo ni sadaka tosha, maana ndani ya utii kuna maelekezo kamili ya Mungu. Haleluya! Hutakwenda kwa akili yako, hutaongozwa kwa mihemko yako, badala yake utaongozwa na Roho wa Mungu. Lakini angalia mstari ule wa 29, anasema tena yeye aliye nguvu za Israeli, tena yeye aliye nguvu za Israeli hata nena uongo, hata nena uongo. Huyo ni Mungu sasa. Wala amekwisha kukurarulia ufalme, amekwisha kukuondoa kwa sababu nafasi umetoka. Kila anapokuja hakukuti ndio, wala hataona majuto, wala hataona majuto, maana yeye siyo mwanadamu hata ajute. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtumishi wa Mungu Sulemani alipokuwa akitembea na Mungu, alienenda katika njia za haki na za kweli, akaupendeza moyo wa Mungu. Lakini kadri alivyokuwa akiendelea, alipokengeuka tu akageuka akaiabudu miungu mingine, nini kilichotokea? Ufalme wake akanyang'anywa, akapewa mtumishi wake, akapewa kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari kutoka kwenye nafasi yako, ni hatari kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Leo mambo yamekuwa ni magumu, Wakristo wanalia kwa sababu walishatoka kwenye nafasi. Leo tunalia amani kwa sababu tulishatoka kwenye nafasi. Tungesimama kama kanisa la Mungu, kama watu wa Mungu, maana Biblia inasema amani ni wapayo si kama ya ulimwengu huu. Maisha na wakati mgumu unaopitia ni kwa sababu uko nje ya nafasi. Unapitia wakati mgumu kiroho kwa sababu uko nje ya nafasi. Kila ukiomba Mungu hasikii kwa sababu uko nje ya nafasi. Kwenye ulimwengu wa roho umetoka. Nakupa shauri, rudi kwenye ulimwengu wa roho. Sulemani alipoiabudu miungu mingine akanyang'anywa nafasi, akapewa jirani yake. Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa 11. Wafalme wa kwanza sura ni ya 11 mstari wa 11. Wafalme wa kwanza 11:11, soma. Imeandikwa. Ndiyo. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya haya wala ukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaulalua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Amina. Angalia unapotoka kwenye nafasi yako, nini kinachotokea? Unapotoka mahali alipokuweka Mungu, nini kinachotokea? Mungu anakunyang'anya nafasi yako, anampa jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kwenye nafasi ni hatari sana. Usipoketi kwenye ulimwengu wa roho ni hatari sana, kwa sababu utakachokinena kitakuja kikitoka kwenye ulimwengu wa giza, sio ulimwengu wa nuru tena. Amen. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa nuru haukutani nao, unaokutana nao ni wale ambao uliwafuata. Ungekuwa kwenye ulimwengu wa roho, ungekutana kwenye ulimwengu wa nuru, ungeyapata ya kwenye ulimwengu wa nuru. Sasa kwa sababu kimbia huko, ndio maana ukawakosa. Angalia nini kilichotokea mara baada ya Yuda kuipoteza nafasi yake, naye nini kilichotokea? Bwana Yesu akaagiza mitume wakapiga kura, tumchague, tulete watu wawili tuwaweke mbele za Bwana, ili Bwana ajichagulie mtu mmoja anayemtaka ashike nafasi ya Yuda. Haleluya. Esau akapoteza nafasi yake, kisa nini? Dengu. Akaondolewa kwenye nafasi, akaingia Yakobo.
Uzaliwa wako wa kwanza, utumishi wako ule ubeba kwenye ulimwengu wa roho, kuna mwingine alishapewa, wewe ukanyang'anywa. Umebaki ni mfalme, lakini mfalme ambaye hana mahusiano na Mungu. Matendo sura ya kwanza 23 hadi 26. Matendo sura ya kwanza kifungu cha 23 hadi 26. Matendo, soma. Imeandikwa kifungu cha kwanza, ndiyo. Wakawaweka wawili Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, ndiyo, na Mathia, ndiyo. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuoneshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume aliyoukosa, yani katika nafasi hii na utume huu aliyoukosa Yuda. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yuko duniani ambaye hajatumwa. Usianze kusakizia wachungaji. Wachungaji ndio watumishi, na wewe ni mtumishi. Mwimbaji mtumishi, muombaji mtumishi, mwanafunzi mtumishi. Ukisoma Ufunuo 22 anasema kila mwezi uzae tunda, tena matunda aina 12. Lakini angalia, mwezi unakatika. Wewe kwa sababu umeshatengenezwa kuwa mshirika, kwa kuondoa sieza, wakati Yesu mwenyewe anasema hakuna aliyetasa katika Israeli. Wewe umeanzaje kuwa tasa? Hauzai. Utumishi huu ameukosa. Amekosa na nafasi hii. Tuchagulie mmoja wapo kati ya hawa wawili. Wewe unayejua mioyo ya watu, aishike nafasi ya Yuda. Angalia, kwenye nafasi yako kuna mtu, unapoiacha, unapoidharau nafasi yako, kuna mtu anaandaliwa kuichukua nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni kwenye uzao, kuna mtu anajiandaa kuichukua. Hata kama ni ndugu yako, tena mdogo wako, anajiandaa kuichukua nafasi yako ya mzaliwa wa kwanza, kwa sababu umeipoteza, unaidharau, hujakaa kwenye hiyo nafasi. Anasema wakapiga kura, ukampigia kura aende zake mahali pake mwenyewe. Ndiyo. Wakawapigia kula. Kule kamwangukia Mathia. Ndiyo. Naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Amen. Amina. Mathia akachukua nafasi ya Yuda aliyekuwa mzembe kukaa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia nafasi yako, kuna watu wanaweza kuibeba. Unaitambua hilo? Daudi walibeba nafasi yake, wakaificha, wakaipoteza, wakamfanya yeye kuwa mchunga kondoo. Kumbe alikuwa na nafasi ndani yake ya ufalme. Lakini majira yalipofika, nafasi hili ilianza kulia huko porini. Ikalia, na Mungu akasikia, akasema nafasi majira yake yamefika. Haleluya, haleluya. Na hata walipokuwa wakitafuta ile nafasi kuipoteza tena, ile nafasi, Mungu alikuwa kwenye ile nafasi, akailinda. Aliilinda hiyo nafasi. Sasa angalia, Yusufu wakamtupa kwenye shimo, wakamfanya kuwa mtumwa, lakini lengo lilikuwa linatafuta nafasi. Na kuna wengine wanapitia magumu kwa sababu ya nafasi walionayo. Haleluya. Wengine wanapitia magumu kwa sababu walitoka kwenye nafasi. Wengine wanapitia magumu kwa sababu kuna nafasi walioibeba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, ili uweze kudumu kwenye nafasi na kukaa na kuleta watu kwenye ufalme, angalia nini unachopaswa ukifanya. Mika sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa pili. Mika sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa pili. Soma. Mika sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa pili.
Imeandikwa. Ndiyo. Lakini itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, Njooni, twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria, na neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Neno la Bwana litatoka wapi? Yerusalemu. Unapodumu katika ulimwengu wa roho, unapodumu katika nafasi, kuna watu wataona mlima wa Bwana umekwisha kuwekwa imara. Kuwekwa kwako imara ni kuwekwa imara wewe katika ulimwengu wa roho, kuimarika, kuwa na nguvu katika ulimwengu wa roho. Kuna watu wataona nafasi hiyo, halafu watasema, jamani, huyu Mungu wa fulani tumfuate, twende kwake tumuone, maana nasikia huko neno la Mungu, neno zuri linatoka kwake huko. Haleluya. Watakuja makundi, lakini ni mara baada ya wewe kuimarika na kusimama, kudumu kwenye nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho. Ukikimbia ukitaka kufanya haraka, ulimwengu wa roho utakutapika na hutafanya yale ambayo Mungu anayataka uyafanye, na wala hakuna watakao kufuata kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utakuwa uko nje na utakuwa legevu. Isaya 2:2-3. Isaya sura ya 2 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3. Kwenye ulimwengu wa roho Mungu anataka mlima wa Bwana. Mlima wa Bwana ni kusanyiko. Mlima wa Bwana ni watu wa Mungu. Mlima wa Bwana ni kanisa lake linaloongozwa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo mlima wa Bwana unapokuwa imara, mlima wa Bwana unapodumu katika ulimwengu wa roho, kusanyiko la watu wa Mungu wanapodumu kwenye nafasi, kuna watakao waona wakasema, sasa na tuende mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Watakuja kwa sababu wewe umedumu kwenye nafasi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu anataka kudumu kwenye nafasi ili watu wapate kuijilia mlima wake. Angalia kitabu kile cha Isaya sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Imeandikwa. Ndiyo. Na itakuwa katika siku za mwisho. Siku za mwisho. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara. Juu ya milima. Juu ya milima. Na utainuliwa juu ya vilima. Na utainuliwa juu ya vilima. Na mataifa yote watauendea makundi. Na mataifa mengi watauendea makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema. Njoni twende juu mlimani kwa Bwana. Nyumbani kwa nani? Kwa Bwana. Nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Naye atatufundisha njia zake. Nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwenye mapito yake tutakwenda. Maana katika Sayuni itatoka sheria. Sheria ya Mungu inatoka kwenye kusanyiko la watakatifu, yani maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu hayatoki nje ya kusanyiko la wana wa Mungu walioko nje ya ufalme wa Mungu au ulimwengu wa roho au nafasi au mahali palipotengenezwa na Mungu. Watu hao sheria ya Mungu haimo ndani yao. Na neno la Bwana latoka katika Yerusalemu. Amina. Neno la Bwana linatoka Yerusalemu. Yerusalemu wapi? Aliyedumu kwenye nafasi yake, maana yake moyo wako umetakasika. Ndipo ambapo Kristo Yesu yuko mahali hapo, anafanya nao ibada. Mlima wake mtakatifu yuko pamoja nao. Ukisoma Ufunuo 14 mstari wa 1 utasoma kwa muda wako, lakini angalia, anasema akaona mwana kondoo amesimama pamoja na wale 144,000 wako juu ya mlima Sayuni. Huo mlima Sayuni kusanyiko la watu wa Mungu wale kubali kukaa kwenye nafasi, hata walipopitia magumu wakang'ang'ana kwenye nafasi. Lakini umepitia magumu kama ukaiacha nafasi kisa magumu,
hauwezi kukaa na mwana kondoo. Hata wokovu huwezi kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, onyo kwa wale walioiacha nafasi. Onyo ni onyo kwa aliyeacha nafasi yake. Yuda sura ya kwanza mstari wa 9. Yuda sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 6. Waraka wa Yuda kwa watu wote sura ya kwanza mstari wa 6. Soma. Biblia inasema, na malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika kifungo cha milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Bwana Yesu asifiwe. Malaika ni nani? Malaika aliacha makao yake ni nani? Ufunuo 21 mstari wa 17. Uangalie huyo malaika ni nani, halafu uniambie kama una mabawa, uniambie. Unapodumu kwenye ulimwengu wa roho wewe ni malaika. Unapodumu kwenye ulimwengu wa roho ndipo unapogeuka na kuwa sura ya Mungu. Unapodumu kwenye ulimwengu wa roho ndipo unapozibeba chapa za Kristo. Hakuna aliyezibeba chapa za Kristo wakati yuko kwenye mwili, ameshatoka nje ya ulimwengu wa roho. Soma. Imeandikwa, ndio, akaupima ukuta wake. Wakaupima ukuta wake. Ukapata dhiraa 144. Ukapata dhiraa 144. Kwa kipimo cha kibinadamu. Kwa kipimo cha kibinadamu. Maana yake cha malaika. Amina. Umesikia? Kwa hiyo wewe ni malaika. Lakini wewe ni malaika aliyefanya nini? Eti ni malaika aliyekaa kwenye makao yake. Ajiangalie tu. Wewe nafsi yake nakusuta. Mimi nisikuhukumu. Kusema andiko usihukumu sio kahukumiwa. Lakini pia narudi anatuambia hivi, mtakaa kwenye viti mkiwahukumu kabila za Israeli. Kwa hiyo tuna haki ya kuhukumu pia, lakini kupitia kweli yake. Haleluya. Haleluya. Jiangalie wewe kama umekaa kwenye makao. Jiangalie kama wewe kweli ni malaika au ni malaika aliyeasi au ni malaika ambaye ametoka kwenye makao asiyelinda enzi yake. Malaika aliyedumu kwenye nafasi yake. Angalia Ufunuo sura ya 4 mstari wa 8. Uangalie yeye anafanya nini kwenye ulimwengu wa roho. Huyo ndiye Mungu anayemtaka. Huyo ndiye Mungu anamtafuta. Mtu wa namna hiyo au malaika wa namna hiyo anayedumu. Halafu tunaambizana ni malaika walioko mbinguni. Kwani mbinguni ni wapi? Mbinguni ni kule kwenye mawingu. Haleluya. Soma Ufunuo 4:8. Na hao wenye uhai wanne. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Pande zote na ndani wamejaa macho. Wala hawapumziki mchana wala usiku. Wakisema Takatifu, 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 takatifu. Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako, aliyeko, atakayekuja. Amina. Hawa ndio malaika waliokaa kwenye makao yao yanayowahusu. Hawa ndio malaika ambao hawakubali kutoka kwenye nafasi yao. Hawa ndio malaika ambao walivua miungu yao wakatupa asili ya kale, wakabeba asili ya rohoni, asili ya Mungu aliye hai, wakatembea nayo. Sasa wanayo nafasi ya kumsifu Mungu mchana na usiku. Wanayo haki ya kusema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hawa ni wanadamu ambao wamekubali kukaa kwenye nafasi yao. Hawakukubali kutolewa na mwanadamu awaye yote. Mwanadamu awaye yote asikutoa kwenye nafasi yao, kwa sababu hana mbingu ya kukupeleka wala hajakufia msalabani. Haleluya. Haleluya. Hata atakapoinuka kama Goliati, mwambie yuko Bwana wa majeshi atakayepigana vita badala yangu, maana vita ni vya Bwana wa majeshi, ili mradi niko kwenye nafasi yangu. Haleluya. Lazima ubaki
kwenye nafasi yako ili ukutane na Mungu. Haleluya, haleluya. Yeremia akawaita wanawake waombolezao, tena akawaita wale wenye ustadi, akasema ombolezeni jamani wanawake mliobaki kwenye nafasi. Lakini mwanamke alishatolewa kwenye nafasi muda mrefu. Yeye sasa hivi ana nafasi ya umbea, nafasi ya mambo ya dunia, nafasi ya mambo ya ukahaba. Mnajua kuna ukahaba wa kiroho. Hakuna makahaba kama wanawake. Wanawake ni makahaba wa kiroho. Kakimbia leo kule, kakimbia leo huku, kakimbia huku, kakimbia kule, kakimbia kule. Haleluya. Lakini changamoto yote inakuja wapi? Alishaondoka kwenye nafasi yake kama mwanamke. Haleluya, haleluya. Alishaondoka. Lakini nataka nikwambie kwamba angalia, Mungu anataka mastadi ambao ni malaika, tena wenye uhai wanne, wanaoweza kusimama wakamwimbia Mungu, ambao wamedumu kwenye ulimwengu wa roho. Je, wewe unayemwimbia umedumu kwenye ulimwengu wa roho? Haleluya. Tuliodumu kwenye ulimwengu wa roho tupungiane mikono. Mbingu zinawashuhudia. Watu wamekataa, wanasema hatujadumu kwa kweli. Haleluya. Lakini anasema wenye uhai wanne. Angalia, hawa ni malaika wanamsifu Mungu. Sasa sio mbingu ile kule tunayoiona, hilo anga hilo. Mbingu ni hapa hapa duniani. Hawa ni malaika, ni wanadamu waliokaa katika roho, waliokaa kwenye mfumo wa rohoni, wanaweza kumsifu Mungu siku na mchana, na wakisema aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. Sio malaika. Kwani kama wangekuwa wako mbinguni? Kwanza mbinguni hakuna usiku na mchana. Hilo la kwanza. Utambue kabisa kwamba sio mbinguni kule. Halafu pili, amen, aliyekuwako, aliyeko, atakayekuja. Anakuja kutoka wapi? Anatoka duniani na kwenda mbinguni. Haleluya. Kwa lazima utambue kwamba kumbe mimi nikidumu kwenye ulimwengu wa roho, kumbe mimi nikidumu kwenye nafasi yangu, mimi ni malaika. Bwana akiniambia kamata Iringa, ninakwenda nikiwa Mwanza. Akiniambia niende Arusha, ninakwenda nikiwa Mwanza. Akiniambia zuia ajali ya Singida, ninafika na zuia ajali nikiwa Mwanza. Mimi ni malaika, ninaruka kwa upepo, ninaruka kwa maana mimi ni roho. Malaika ni roho na Mungu ni roho, na mimi ninakuwa roho nikiwa rohoni. Kwa hiyo natembea kama upepo nikiwa rohoni. Haleluya. Kwa hiyo mimi ni malaika. Wewe usiposimama kulinda makao yako, angalia utafungwa kwenye giza la milele. Kuna mtu kanamuingia. Kuna mtu kanaingia. Ameacha makao yake. Kayaacha makao yake, makao yaliyokuhusu. Haleluya, haleluya. Habakuki akasema mimi sinyamazi, nitararama mbele za Bwana mpaka. Alafu unaanzaje kunyamaza? Wewe unaanzaje kunyamaza? Ukisoma Isaya 62 mstari wa 6, Biblia inasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, wasiolala mchana wala usiku. Wewe umeanzaje kunyamaza? Tena anasema ninyi mnaomkumbusha Bwana msiwe kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu. Haleluya. Sasa na mimi sinyamazi mpaka kieleweke. Watu wa Mungu giza liwatapike, hakika warudi kwenye nuru. Maana Biblia inasema alitufahamisha kutoka katika giza na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa jina la Yesu Kristo, gizani hautakaa, ni lazima utoke. Haleluya, lazima utoke. Haleluya. Aliyekununua kwa damu yake anataka utoke gizani, urudi kwenye ulimwengu wa roho ulikoumbwa, urudi kwenye nuru ulikoumbwa. Lazima utoke. Miungu iliyokushikilia, anakalia shikilia Mungu wako, piga teke, songa mbele, nenda. Mwambie mimi ni kiumbe wa mbinguni, mimi ni mwana wa Mungu, siwezi kumilikiwa na ufalme wa giza. Haleluya, haleluya.
lazima ukubali kutoka. Walipowamiliki wana wa Israeli miaka 400, tena ikaenda mpaka 440, lakini saa ya Mungu ilipofika, sauti na kilio chao kikapanda mbele za Mungu, na Mungu akasema, nimesikia kilio, nimeona machozi yao, ninakwenda kuwatoa. Haleluya! Waliokumiliki sasa, saa ya Bwana kumeza mauti imefika. Waliomiliki nafasi yako, saa ya Bwana kumeza mauti imefika. Haleluya! Waliokutwika aibu, Bwana anasema atafuta, ataiondoa aibu katika ulimwengu wote. Saa yake imefika. Haleluya! Anakwenda kukufuta machozi, ili mradi umedumu kwenye nafasi. Lakini kama hujadumu kwenye nafasi, nakupa pole, kuna kufungwa kwenye giza. Haleluya! Kuna kufungwa kwenye giza tena milele, ili usubirie hukumu inayokuja. Kwani Mungu ana kazi na mapepo? Hana kazi na mapepo. Yeye ana kazi na wanadamu. Ndio malaika wasiolinda enzi yao. Malaika aliyeasi, mwanadamu aliyeasi amri ya Mungu, maagizo ya Mungu aliyompa, huyo ndiye atakayefungwa asipotii, asipokubali kugeuka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Nehemia aliposimama kwenye zamu yake, akasikia akiambiwa na Bwana, angalia malango ya Yerusalemu yameteketezwa na kuta zimebomolewa, simama nenda. Hata alipokuwa anakatishwa tamaa, lakini alisema haijalishi, kwenye nafasi, mkono mmoja umeshikilia tofali, mwingine umeshikilia silaha, ukanapigana vita na uko anajenga. Leo lazima tujenge nyumba ya Bwana, na watu wa Mungu wainuliwe tena, warejeshwe kwenye marango, warejeshwe kwenye ulimwengu wa roho, maana ni majira ya Mungu ya kutoka gizani na kuingia nuruni. Saa ya kuamuka kutoka usingizini imewadia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu anamtafuta mtu mmoja, anakutafuta. Ni wewe mama, usijidharau. Haijalishi miungu ilikumiliki namna gani, haijalishi madhabahu zilimiliki nafasi yako. Leo Mungu anasema natafuta mtu mmoja jenge mahali palipobomoka. Haleluya. Mungu anatafuta mtu mmoja tu aliyejikana, aliyekubali kudumu kwenye ulimwengu wa roho, ajenge mahali palipobomoka. Ni wewe mama utakayejenga ndoa yako, ni wewe baba utakayejenga ndoa yako, ni wewe mtumishi utakayejenga kanisa la Mungu, utakayewafanya watu wa Mungu waione mbingu, utakayewafanya watu wa Mungu watembee na Mungu. Haleluya. Hizi roho zimetoka mbinguni, zinatakiwa zirudi zilikotoka. Haleluya. Kwa hiyo rudi kwenye nafasi yako, na kama upo kwenye nafasi yako, ilinde nafasi yako, asije akaitwa mtu. Tena Mungu amesema sio shetani, ni mtu atakaye kuitwa. Ukimruhusu mtu aitwae hiyo nafasi, utalia kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame. Simama. Simama sasa. Jesus. Tafakari nafasi yako kama malaika aliyelinda makao yake. Jesus. Jehova Rafa, Jehova Adonai, Jehova Erigibo, Jehova Tindikenedu. Jesus. Maisha yako ni nani anayetawala mama? Maisha yako anatawala nani binti? Maisha yako anatawala nani kijana? Maisha yako ni nani anayetawala sasa? Je, umedumu kwenye nafasi? Mungu anataka. Jesus. Iombe nafasi yako mama, iombe nafasi yako baba, iombe nafasi yako kijana, iombe nafasi yako mwanafunzi,
Angalia wako waliomiliki nafasi yako. Inua mikono yako juu kwa Bwana Yesu. Inua mikono yako kwa Bwana Yesu. Inua mikono yako. Jesus. Jehova Rafa. Tamani maisha yako atawale Yesu Kristo. Tawamani Yesu Kristo ndiye atawale maisha yako ya kiroho. Huyo ndiye Mungu anayetaka urudi kwenye ulimwengu wa roho. Umepotea kwa maisha ya dunia uliyoyaishi, maisha ya mkumbo, maisha ya udhehebu uliyoyabebelea, ndiye aliyokufanya umetoka. Ora masaira moria. Jehova Jireh, Jehova Adonai, Jehova Erigibo, Jehova Adonai, Jehova Tidikenevu, Jehova uko hapa, mfalme wa wafalme, uko katikati yetu Ebeneza. Na kuinua Baba yangu mwema na mwaminifu uliyejaa neema, Yesu Kristo. Sifuri nafsi hizi ya Bwana zilizo mbele zako Bwana Yesu. Yehova Shama. Leo tafakari maisha yako. Tafakari ni wapi ulipopoteza nafasi. Ulipotoka kwenye ulimwengu wa roho, angalia unayokutana nayo. Ulipotoka kwenye ulimwengu wa roho, nini unachokiona? Angalia umepofuka macho tena ya rohoni, hauoni tena. Umebaki ni wa kawaida. Hofu ya Mungu ndani yako imeshaondoka kwa sababu ulishatoka kwenye ulimwengu wa roho. Mwambie Yesu, ninaomba neema yako tena. Mwambie Yesu, ninaomba neema yako. Jehova Adonai, Mungu wa milele unaishi. Wewe unayetawala. Yesu Kristo, Mungu wa matendo makuu, Mungu mwenye enzi. Rama Shandorobosa, Eri Shataya, Elohim, Rama Sabaothi. Hebu kila moja nenda mbele za Mungu. Omboleza mbele za Mungu. Ikiwa kuna nafasi ulipoteza, ikiwa ulitoka kwenye ulimwengu wa roho, mwambie Yesu, ninaomba neema yako. Mwambie Yesu, ninaomba neema yako. Kwenye ulimwengu wa roho nimetoka. Kwenye ulimwengu wa roho nimeondoka. Ninaomba neema yako Yesu. Ninaomba neema yako tena inivute. Inivute ya neema. Inivute ya neema. Nirejeshe tena neema. Nirejeshe tena nuru. Maana angalia liko giza iliyotanda ndani ya ufahamu wa kanisa lako. Bwana, watu wameiacha hiyo nafasi. Kama wana wamepotea, wametoka, wameondoka kwenye nafasi. Yesu, usiyenyamaza, rejesha tena malaika walioacha enzi yao, ukawarejeshe Bwana. Nafasi ngaliko, wape neema tena, wape neema ya kugeuka, wape neema ya kurejea, wape neema ya kurejea. Yesu Kristo, dhihirika Jehova Shama. Wengine wamemilikiwa na miungu, imewakamata, imewashikilia, wameshindwa kutoka kwenye marango ya madhabahu, wameshindwa kutoka kwenye udhehebu, wameshindwa kutoka kwenye dini. Midomo ya dini imewafunga, imewashikilia. Ramasaya, Erishadaya, Elohim. Na iachilia hiyo nguvu yako, hiyo nguvu iliyomfufua Lazaro toka kaburini, wakatoka kwa mzima. Leo waliofungwa, leo walionewa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila aliyeshikiliwa
imeshikiliwa, nafasi yako imeshikiliwa, hatima yako imeshikiliwa kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Na achilia damu ya Yesu Kristo, na achilia uwezo wa Mungu, na achilia mamlaka ya Mungu aliye hai kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na achilia nguvu ya Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Ninarejesha nguvu ya Mungu juu yako tena, ninarejesha tena. Urejee kwenye ulimwengu wa roho, rejea kwenye nafasi yako, rejesha kwenye makao yako, mahali ulipoumbwa, mahali ulipowekwa, ili ukae kwenye makao yanayokuhusu. Ingia mama, ingia baba, vua hirizi, vua matambiko, vua uchawi, vua uongo, vua. Jivue mama, jivue mama, jivue sasa, jivue. Hiyo roho iliyokushikilia, hiyo roho iliyokushikilia. Angalia Goliati amekukabili, anataka kuangamize. Leo Goliati wako ni yupi? Angalia aliyeshikilia hatima yako leo. Omba mama, omba mama, omba sana. Mwambie Bwana, najivua sasa, narejea tena kwenye nuru yako. Ninatoka gizani, ninarejea kwenye nuru yako, maana majira ndiyo haya ya kutoka usingizini. Yesu Kristo, uliyejaa uweza, uliyejaa mamlaka, uliyejaa nguvu, Yehova Adonai, Mungu wa milele, kwa jina la Yesu Kristo, na iachilia hiyo nguvu ya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho iliyoshikilia nafasi ya kanisa katika ulimwengu wa roho, kila roho iliyoshikilia kanisa la Mungu kwenye ulimwengu wa roho, ikashikilia kwenye ulimwengu wa giza, leo naamuru sasa kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, ninaachilia hayo makaburi yakafumuliwe, wakatoke sasa wana wa Mungu, wakatoke sasa wana wa Mungu, wakarejee sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaita wana wa Mungu, na waita wakubwa kwa wadogo, naita makabila yote waliofungwa, walioshikiliwa, lugha zote waliokamatiliwa, nafasi yao wakapokonywa, leo nawarejesha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo uliyejaa neema, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, naachilia damu yako, huyo mama, huyo binti, huyo kijana aliyeshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho, hiyo madhabahu iliyokushikilia kwa jina la Yesu Kristo, ninaachilia moto, na washa moto kwa wake kwenye madhabahu walikushikilia, naachilia moto kwa mamlaka jina la Yesu. Toka kwenye madhabahu ya miungu, toka kwenye madhabahu ya vizazi, toka kwenye madhabahu ya mababu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo ikakurejeshe toka kwenye malango ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Njoo kwenye nuru haraka, njoo kwenye nuru. Yesu aliposimama alimwita Lazaro, akasema Lazaro njoo. Njoo kwa jina la Yesu Kristo. Nami nakuita wewe uliofungwa, wewe ulionewa, uliyefungwa na mikatare, napeleka moto urao kwenye kiringe, napeleka moto, kiringe cha taifa, kiringe cha kata, kiringe cha wilaya, kiringe cha mkoa, kiringe ramaya ndorobosaya rokori amasaya reketerebosha ndaramasia ori kataramashando naripua na moto unawaka sasa, waliokumeza
Biblia inasema umemeza mali na utatapika, na utatapika. Tapika kanisa la Mungu, tapika, tapika kanisa la Mungu, litapika wana wa Mungu, tapika mabiti, tapika wana. Ramayandorobosaya eketeraboria, ramayandorobosaita likamandorobosaira moria. Rejesha kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Rejesha wana, rejesha wana. Ewe ardhi uliyemeza, ewe kuzimu uliyemeza, ewe giza uliyemeza watu wa Mungu, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo ninaamuru sasa, rejesha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Jesus, Jesus. Mikono yako kwa Bwana, inua, inua juu mikono yako, inua kwa Bwana Yesu. Yesu Kristo uliyejaa neema na uwezo, Mungu mwenye adhama, Mungu mwenye mamlaka na utisho mwingi. Yesu Kristo peke yako Mungu unatawala, peke yako unamiliki Bwana. Watu wako hawa unaoona Yehova Shama, roho zao Bwana na mioyo yao imekuelekea wewe Mungu, ukawape neema tena kurejea katika ulimwengu wa roho, ili wadumu wakawe malaika wawezao kukuimbia sifa na utukufu. Yesu, kawape neema na utukufu, ukawafunike katika jina la Yesu Kristo. Na achiria nguvu ya Mungu aliye hai, na achiria uwezo wa Mungu aliye hai, na achiria mamlaka ya Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Tangu sasa usimilikiwe na kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Usimilikiwe na madhabahu, usimilikiwe na miungu, bali ukamuke kutoka usingizini, ukaone furaha ya kweli, ukaone amani ya kweli, na ukaipate haki ya kuitwa mwana katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye uhai aseme amen. Amen, amen. Piga makofi na vigeregere. Wa mama vigeregere, makofi ya shangwe, piga kwa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen.